Bana, mambo vipi? Rato hapa mzee wa dondoo kama kawaida, ni siku nyingine tena nakupa dondoo. So far kutokana na maombi maalum nikasema mimi nitakuwa ni mchoyo wa fadhila endapo sitayafanyia kazi maombi haya. So far nimepokea maombi mengi ya watu wakiulizia kuhusiana na G-Wagon, Mercedes-Benz G-Wagon Edition. So far niko na G-Wagon 2023 ambayo kwanza iko in grade 5 as you can see, lakini pia ni black na kama unavyoiona, ambayo ina siti za leather lakini ni nyeupe, yenye kilomita 24 tu. Kitu cha msingi ni kwamba gari hii ina cc 3000 na as you can see iko na seat mode hizi hapa tatu. Kwa hiyo kama madereva mko watatu mnaweza mkaadjust vile ambavyo mnakuwa comfortable wenyewe kulingana na ambavyo mnataka gari iwe. Gari na sport trim, gari wapo ina full option kwenye usukani, lakini pia ina 360 surveillance. Kama tunaweza tukasema kwamba gari ilipo inaona mbele, nyuma, kushoto na kulia. Lakini atuishie hapo tu, gari hii unaiona mbele hivyo hapo ambako iko na hiyo bumper ni very mint, haina dent, haina mchubuko, haina scratch. Taa zake zimesimama as you can see, dashboard bado ni mbichi, usukani wapo kama unavyoona. Kitu cha kufurahisha ni kwamba gari hii iko na of course pia inakuja na built monitor ambayo ni kubwa kabisa, inchi za kutosha za kukuwezesha kuona. As you can see that's the gear knob, una adjust vile unavyotaka, unataka reverse, unataka drive, unataka neutral, unataka parking. Sound system ya ndani ya iseni kali vibaya mno kwa sababu ni sound ambayo inajiweza. Na kitu cha msingi au cha kufurahisha pia ina uwezo wa kudetect road signs kwamba speed limit na nini. Kitu cha kufurahisha ni kwamba gari hii tunaweza tukiingia kwenye minada yetu tukiwa na pointi 240, tukaingia kwenye mnada tukaichukua. Kumbuka gari hii pia ni ni grade 5, kwa maana hiyo Mercedes-Benz ya mwaka 2023 ambayo ni grade 5, lakini pia yenye kilomita chache kabisa 24,000 inaingia pale tukiwa na kuanzia milioni 40 na tukaondoka nayo. Si hivyo tu, kwa sababu hii ilikuwa ni maombi maalum ya Mercedes-Benz G-Wagon na kuletea nyingine. Siti ni leather, japo ni nyeupe lakini bado pia ni leather. Gari ni nzuri sana, tunaweza tukaingia mnadani tukaipata. Niko na hii hapa Mercedes-Benz nyingine G-Wagon 2023 ambayo ni nyeusi kama hiyo ya mwanzo, lakini pia ina cc 3000 kama hiyo ya mwanzo. Kitu cha kufurahisha ni kwamba kwenye mileage gari hii yenyewe ina kilomita 40 tu. Kwenye upande wa grade hii gari ni ya grade 4.5. Ni kitu cha msingi ni kwamba unajua kumiliki gari ni swala la kwanza, lakini kumiliki gari ambalo ni grade 4.5 na kuendelea ni kitu kingine cha tofauti kabisa. Sasa gari hii ni grade 4.5 ambayo tunaweza kuingia mnadani pia tukaichukua. As you can see ina sound system nzuri kabisa, emergency button, lights hizo hapo pamoja na winker, lakini pia seat hizi unaweza kuzilaza na kufanya ikawa open space kama hivyo. Ipo na analog clock pale kwenye dashboard, leather seat lakini ni nyeusi. Gari tunaweza tukaingia mnadani tukiwa na kuanzia milioni 230 na 540 na tukabid gari tukaendelea nayo kwa ajili ya procedure nyinginezo. Tukiachana na hiyo, nipo na hii pia ambayo ni Mercedes-Benz nyeupe, farasi mweupe. Niko na G-Wagon 2024 ambayo ni nzuri vibaya mno. Zote gari za sport limit, lakini pia ina cc 3000 kama hapo awali. Kitu cha kufurahisha ni kwamba gari hii ina kilomita 10,000 tu, automatic as usual. Gari ni nyeupe, haina mchubuko, haina denti, haina mkwaruzo wala kitu chochote. Gari ni kali, diesel kama kawaida, of which sasa najua nafikiri wengi mnajua kwa watumiaji wa G-Wagon. G-Wagon inakuja ikiwa na main tank lakini pia ikiwa na sub tank. Kwa the same price, ndio maana nakuonyesha hivyo hapo, main tank na sub tank, lakini injini yake ni clean, haijaguswa, haijafanywa chochote. Kitu cha kuzingatia ni kwamba tukiona kuanzia milioni 260 tunaweza tukaingia kwenye nada na tukaondoka na gari hii ambayo ni Mercedes-Benz G-Wagon ya mwaka 2024. Yamaha Auto, drive quality, affordable. Mpaka wakati mwingine, this is Rato mzee wa dondoo.